Neno linasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Uwasha moto mfulizo wa maumbile, nao uwasha moto na jehanamu. Narudia, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Na ulimi ni moto ulao, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Uwasha moto mfululizo wa maumbile, nao uwasha moto na jehanamu. Wiki iliyopita tulijifunza habari ya moyo. Tuko kwenye Kwaresima. Wiki iliyopita nilizungumzia habari za moyo. Leo nataka nizungumze habari ya ulimi. Tunapozungumzia habari za ulimi na moyo, vitu hivi vinakaa nyumba moja ya kupanga, lakini vyote hivi vinakaa chumba kimoja, na vinalala chumba kimoja, na vinalala kitanda kimoja. Na bahati nzuri, watu wawili hawagombani. Watu wawili wanaheshimiana sana. Watu hawa wawili wanakula pamoja. Watu hawa wanatembea pamoja. Na kinachonifurahisha ni kwamba wana mahusiano mazuri kati ya moyo na ulimi, na wanapendana sana, na kila mmoja wao ana karama yake, na wanapozitumia karama hizo ndivyo wewe unavyoonekana na mimi ndivyo unavyoonekana kwa wakati huu, na hata jirani yako unayemwona au umekaa naye karibu ndivyo alivyo, kwa sababu ya viungo viwili hivyo, moyo na ulimi. Kwa lugha nyingine ningeweza kusema moyo na ulimi ni mtu na binamu yake. Mwingine amezaliwa na mwanaume na mwingine amezaliwa na mwanamke. Mungu katika viungo hivyo vyote aliviweka pamoja kwenye mwili wa mwanadamu. Viungo hivi ni moyo na ulimi. Ulimi unasumbua, ulimi unatesa, ulimi unahangaisha, ulimi unajigamba, ulimi una ukaidi, ulimi ni mlopokaji mkubwa, ulimi unasingizia, ulimi unasengenya, ulimi unatukana. Mtu anapokusingizia na mtu anapokusengenya na mtu anapokutukana na mtu anapokuzodoa, usimlaumu yule mtu, laumu sana ulimi. Maana ndio maana methali moja inasema, wanasema kwamba chunga ulimi wako. Kuna wengine wanasema chunga mdomo wako. Mdomo hauna shida, mdomo ni chombo ambacho ulimi uko ndani yake. Mdomo unausema vibaya. Kama mdomo ungekuwa wanadamu, angesema mnanisingizia wala mnanisema vibaya. Mimi sio tatizo, tatizo ni ulimi. Ulimi unasumbua. Kama unabisha, angalia pale wale wahalifu wawili pale msalabani. Mmoja alikuwa na ulimi mzuri na mwingine alikuwa na ulimi mbaya. Naomba usome. Tuendelee kusoma. Tuone hapo. Utaona jinsi ambavyo ulimi unavyosumbua, ulimi ambavyo una shida, ulimi ambavyo unavyohangaika. Karibu sana Esther. Luka 23 mstari wa 39 mpaka 43. Mstari wa 39. Maneno yanasemaje? Na mmoja wa wale wahalifu ambao walikuwa pigwa pale msalabani, waliokuwa wametundikwa, alimtukana. Unaona yule mhalifu yule jambazi, wakiwa pale msalabani, Yesu alikuwa katikati wao, wakiwa pembeni, akamtukana. Maana ulimi unatukana. Akamtukana, akasemaje? Anamtukana Yesu. Je, wewe si Kristo? Wewe sio Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu, akamjibu, aliyekuwa na ulimi mzuri, akasemaje? akamkemea Alimkemea yule mwenzake
katika hukumu hiyo? Nayo ni haki kwetu. Nayo ni haki kwetu. Sisi ni wahalifu, sisi ni majambazi. Tumepigwa kule msalabani, ni haki yetu. Maana hukumu ambayo tumeipata ni haki yetu, lakini sio huyu Kwa kuwa tumepokea malipo yaliyostahili. Kwa kuwa tumepokea malipo yetu. Tumepokea malipo yetu kwa sababu ulimi umetuponza. Kisha akasema, Yesu nikumbuke utakapoingia. Akamwambia mzee, Yesu nasikia huyu bwana amekutukana, anasema kama ni mwana wa Mungu jiokoe, lakini mimi mzee nasema hivi, hebu rudia. Unikumbuke mimi wapi? Utakapoingia katika nini? Katika ufalme wake. Ulimi mzuri, ulimi ambao hauko kasi, ulimi ambao usio mbaya, ulimi mzuri. Yesu akamwambia, amini nakwambia wewe, leo utakuwa na nini na wewe wapi? Wewe ulimi, yaani ulimi ukamwingiza wapi? Peponi. Ulimi unaweza kuingiza peponi. Ulimi unaweza kukuingiza kuzimu. Ulimi unaweza kukuingiza hata kwenye mahali ambapo ni pabaya. Ndugu zangu wapendwa, ulimi unasumbua. Ulimi una shida. Ulimi mbwa unaweza kumfuga, nyau unaweza kumfuga, ng'ombe unaweza kumfuga, paka unaweza kumfuga, kila kitu unaweza kumfuga, hata kuku, hata bata. Lakini ulimi hauwezi kufugwa. Na ndio maana hata kama ungeweza kukupa pilau, ukaupa ulimi nyama ya kuchoma, ukaupa ulimi kitimoto, ukamwita mwenzako mkala chakula pamoja, mkacheka mkafurahi, huyo kwa sababu ya ulimi anakuambia ningelijua singekula kama wali yako, ningelijua singekula kama ugali yako. Maana ulimi unatukana, ulimi unasumbua, ulimi ni shida. Mpaka tunasema huyu mtu huyu, mbona tulikula naye chakula vizuri, nikampikia chakula vizuri, akala, ndio tukacheka. Leo ananiambia maneno kama haya, umemwazima gauni, anasema ningelijua hata gauni lako nisingevaa. Ulimi unasumbua. Ulimi ni shida. Ulimi unafananishwa na moto unavyounguza, moto unavyochoma. Tupo wakati wa Kwaresima. Inabidi kuzuia ulimi, japo ni gharama kubwa. Unaweza kuzuia maji kwenye mkondo wake, lakini huwezi kuzuia ulimi usiseme uongo, huwezi kuzuia ulimi usisengenye, huwezi kuzuia ulimi usijivune, huwezi kuzuia ulimi usitukane. Ulimi hata kama unampiga mtu, unasikia ulimi unasema, tuone kama utanipiga. Ukimwacha kumpiga, ulimi huu unasema, umeniogopa. Ulimi ni mkaidi, ulimi unasumbua, ulimi ni shida. Ulimi utasikia kwamba wewe hata ulimi ukisoma kitabu cha Samueli wa pili sura ya 10 mstari wa 1 mpaka 18, ulimi uliua watu 4,000. Ukisoma pale, Daudi alijua tatizo la ulimi. Naomba hatari usome. Daudi alijua tatizo la ulimi. Zaburi ya 39 mstari wa 1. Naomba twende haraka. Ulimi, Daudi alijua kwamba ulimi ni shida. Ukijua ulimi ni shida, nikijua ulimi ni shida. Endelea. Zaburi ya 39 mstari wa 1. Anasema, nilisema nitazitunza njia zangu, nisije nikakosa kwa ulimi wangu, nisije nikatukana, nisije nikasengenya. Daudi alijua, na alijua hayo kwa sababu alikuwa amezungukwa na maadui wengi, maadui wakubwa ambao walimzunguka. Na mnajua historia ya Daudi ilivyokuwa, na dhambi zake alizokuwa nazo, kwa hiyo maadui wake alikuwa nao wengi. Endelea. Anasema nitajitia lijamu kinywani. Nitajitia nini? Lijamu kinywani. Lijamu jamani, lijamu ni kitu ambacho ukifunga huwezi kusema. Ukijifunga huwezi kusema. Na ndio maana hata kwenye farasi, kwenye nini wanaweka ile lijamu, ili sasa asipanue mdomo. Anasema najifunga lijamu mdomoni. Endelea. Anasema maadamu mtu mbaya awapo mbele yangu, nilikuwa sisemi, nilinyamaza, niliutunza ulimi wangu.
Inakubidi utunze ulimi wako. Nitunze ulimi wangu wakati wa Kwaresima huu. Endelea. Sina faraja. Maumivu yangu yakazidi. Moyo wangu ukawa moto ndani yangu. Ndani yangu. Na katika kuwaza kwangu. Moto ukawaka. Nilisema kwa ulimi wangu. Bwana unijulishe mwisho wangu. Asante sana. Tatizo la ulimi wengine ni urithi wa familia. Kisoma katika Yakobo wa kwanza mstari 29, yani urithi wengine, ulimi ni urithi wa familia. Ndio unaweza kukuta familia yote hiyo, yani kuanzia baba, mama, babu wote ni waongo wote. Yani baba muongo, mama muongo, walikuwa waongo. Maana ni kwamba huo ni urithi, wamerithi ulimi huo, umerithi kwenye familia. Kama usengenyaji wote wasengenyaji, kama watu wa msele wote wa msele, babu msele, mama msele, watoto msele, maana wamerithi kabisa katika hali ya namna hiyo. Endelea. Asante sana. Kwa hiyo ndio tatizo la ulimi. Ndugu zangu wapendwa, wakati huu wa Kwaresima tuombe Roho Mtakatifu aweke lijamu kwenye ndimi zetu ili tuweze kumpendeza Bwana Mungu wetu. Maana yeye alisema ya kwamba njooni kwangu nami nitawapumzisha. Tumwangalie Yesu msalabani. Alipopigwa pale msalabani, Yesu alinyamaza kimya. Alichunga ulimi wake. Alipopigwa, alipotukanwa pale msalabani, hakusema jambo lolote. Alitunza ulimi wake. Walipomwambia maneno mabaya na kumshenteka, yeye alinyamaza kimya. Kimya nalo ni jibu. Bwana akubariki sana. Chunga ndimi yako. Nichunge ndimi zangu wakati wa Kwaresima.